Yote 9, mimi sipendi wasanii. Kwa nini upendo wasanii na ni kipaji na kazi kama kazi zingine? Wasanii wengi tumevipaji vyao vibaya. Na mwanicheni ukisema hivyo kazi. Zamba uriche tenzi mchezo hapa bomani hangu. Una henza ukale uzo halo na harusi haha. Vigelegele virire haha kwa unji. Unasisizika nao ambao vijana kenga. Nisikiza Karembo, mimi ndiye babayo na nakuhenza sana manangu. Uriwa pekee. Changao. Karembo nini? Karembo na nini? Karembo nini Karembo? Karembo na nini Karembo? Karembo amka basi, Karembo! Karembo amka, Karembo! Oh Karembo, mbona usikila waze? Maisha yana njia mbili, moja salama, moja majozi. Oh Karembo, usicheze maisha ya dunia. Furaha ya muda mfupi huleta machozi baadaye.
hapa. Mpasa unapenda sana kubabwa za watu. Njoo hapa kama mwanamke kweli. Kwa nani ndio anataka kusikia. Bwana huyo mmoja, huyo na huyo mmoja, huyo. Nitakubali. Wewe, unafanya nini hapo? Nini nayo pia? Fanya hivi, wewe hebu nenda. Wewe, Karembo, twende nyumbani. Twende nyumbani, kachukua zile kuni hapo. Na bado. Fanya hivi. Nenda nyumbani kwenu. Na bado wewe tusikutane, utanijua kama mimi nyevu, ndio utajua kama kwetu ulishindikana wewe. Oh Karembo, mbona husikila wazee? Maisha yana njia mbili, moja salama, moja majozi. Baba, mimi niko na mazungumzo nataka tuzungumze hapa. Mazungumzo gani Changawa? Baba, unavyojua tumezaliwa mimi tu na Karembo. Lakini huyu dadangu Karembo, haya maisha yamechukulia kama kiwanja cha mchezo. Anacheza atakavyo. Sasa Changawa, unaposema kwamba huyu dadako amechukua maisha kama mchezo acheza, yaani umeona nini hasa, ni kipi ambacho kinasababisha mpaka uzungumze maneno hayo? Baba, mimi dadangu Karembo nimemkanya sana aache kutembea na kila kijana kila sampuli. Lakini dadangu anatembea na kila kijana hapa mjini, hapa kijijini. Baba, mimi dadangu nimemkanya sana aache kutembea na vijana hapa mjini. Na mbaya zaidi anatembea na kila sampuli ya kila kijana. Na mimi ningekuwa mtu mbaya baba, sasa hapa ningekuwa nimefungwa kwa ajili yake. Lakini kwa sababu mimi ni mtu wa busara, mtu wa hekima, ndio maana nikaamua kuletea wewe hii kesi. Karembo, niangalie mimi hapa. Haya maneno nazungumza kakako ni kweli? Na kama ni kweli, kwa nini wewe kuchukua maisha kama mchezo? Hivi wewe hujali maisha yako wewe? Unahada na vijana wanakudanganya. Na isitoshe Karembo, hivi sasa maisha ya sasa hujui kama kuna magonjwa. Utakuja pata maradhi na sisi ndio tutakuwa kwenda mbio kutibu. Alafu pia isitoshe Karembo, kuna mimba za mapema. Utakuja pata mimba hapa. Kwa nini usijiheshimu? Msichana mrembo mpaka jina Karembo. Nakupenda sana mwanangu Karembo, na bado tunakuhitaji. Haya maisha usihadaike na maisha. Hawa vijana hawana mapenzi ya dhati, bali wanataka kukuchezea na mwisho atakutupa kama mpira. Ikifikia wakati mpaka kaka yako kaniletea mashtaka, ni kweli amemuuma. Na mimi kama babako sitokubali kukuona ukifanya mchezo hapa katika boma langu. Karembo, sikia. Kuna maradhi tutakuja kuuguza na tutalia Karembo. Hatungependa ifike katika stage kama hii. Kwa hivyo kama una hiyo tabia, kuanzia sasa sitaki kuisikia. Wacha. Umesikia? Nimesikia baba. Samba uliche tenzi mchezo hapa bomani hangu. Una henza ukale uzohalo na harusi haha. Vigelegele virire haha kwa unji. Unasisizika nao ambao vijana kenga. Nisikiza Karembo, mimi ndiye babayo na nakuhenza sana manangu. Uriwa pekee. Changawa. Naam baba. Kisho kijana shupavu jeri. Ndio vizyo baba. Wakati wote ukiona kosa rorosi nzona mbire. Karakara. Enzi mchezo habo manhangu. Karakara. Umenisikia Karembo? Ndio nimesikia baba. Umenisikia? Nimekusikia. Nendo kanilete maji ya kunywa. Na mimi uniletee mihogo yenye hapo ndani na chai hapa nje nije nile. Mama nazo.
Fumala mai. Mwanangu. Isha ukijana. Bomandra kwa koriri. Karakara baba. Lazima urilole. Na yule ndugu huyo. Lazima umlole mtoto. Karakara. Karakara bai. Mtunza gago. Oh Karembo, mbona usikila wazee? Maisha yana njia mbili, moja salama, moja majonzi. Mama nini mama? Mke wangu. Sidi. Mke wangu. Pole mke wangu. Sidi. Ameenda wapi huyu? Na najua hali ya mamake vile hivi. Mke wangu. Pole mke wangu. Pole, atakuwa sawa mke wangu. Pole mke wangu. Vumilia. Pole mke wangu. Pole. Anaje? Tamwachana nani? Oh Karembo. Na kichunda kilume. Baba. Kuna nini tena? Baba. Emtulia. Nini? Mama kwa na nini? Amesidiwa. Shangawa. Kaa hapa. Wacha niondoke na Sidi. Baba, acha na mimi nafasi. Yaani kila siku ndo na mimi mtoto. Baba mimi nimekuwa bana. Nitaoa ndo mjue kama mimi nimekuwa. Kuna nini mzee wetu, mbona mbio hivyo? Hakuna tatizo vijana wangu. Hakuna tatizo vipi wakati tumemwona huyu msichana amepita hapa na wasiwasi kweli? Naenda kumsalimia shemegi yangu kidogo. Sasa shemegi ndio mbio hivyo bwana? Mzee bana, kama kuna matatizo semeni. Inaonekana kuna matatizo mahali lakini hamtaki kusema. Kuna shida bwana. Sasa hakuna shida vipi? Inaonekana hapa mtaani kuna tatizo. Hapa kuna kitu lakini wanatuficha. Naoni kijiji kidogo, si tutajua. Tutajua mambo ya halali. Mambo halali kabisa hapa, tutajua tu. Tutajua wewe hata usiona. Sasa hivi hapa mbio, sasa hivi hapa. Mbia tulikuwa hapa si ndio? Kiasi kidogo tunaona pia na mzee pia naye huyo yapita. Wengine bana. Tuendelee na yetu. Tuendelee na stori zetu. Sasa ile shombe nilikuwa nakwambia kwamba hiki kijiji kidogo. Oh Karembo, mbona usikila wazee? Maisha yana njia mbili, moja salama, moja majonzi. Karisa, ukiangalia hiki katika hiki kijiji chetu hiki, yale tunapitia sawa kweli? Mimi naona si sawa. Yaani mvua imeisha, hakuna hata mazao, hakuna mboga mboga. Hizi sasa tumeingia huku bado tupate hata mazao tu kidogo, tupate mboga hivi tuende tukapike. Hakuna njaa kibao. Baya, umesema kweli. Yaani wajua pia hii pia kumkosea Mungu inasababisha.
Yaani binadamu sisi bado turudi nyuma, tumkumbuke Mungu. Sisi bado tuenda mbele tu bila kumkumbuka Mungu. Najua rafiki yangu, nataka nikwambie kitu, lakini nataka iwe siri kati yangu mimi na wewe. Kitu gani hicho? Wamjua Jefa? Yule Jefa mmoja? Huyu mmoja. Huyu Jefa? Wanamjua. Basi ndo shemegi yako. Jefa shemegi yangu mimi. Ushauri. Yaani wewe kila mwanaume akikwambia yakupenda wewe wapendeka. Yaani kila mwanaume au uchoka ngapi kuna magonjwa wewe? Pia Nyadzua nikwambie. Waswahili walisema Nyadzua, ukipendwa pendeka, hasa kama upendwi ni wewe. Niache mimi napendwa. Sawa mimi ninakubali. Pia wewe usikie kama yule anabebwa na misemo. Atiponda mali kufa kwaja wakajisahau. Hapo kuuliza ulipokuwa uko na wewe Jefa. Hukujua kama Jefa ni mgonjwa? Sasa haya mambo ndio yamesababisha yote haya mpaka mazao yamepotea. Beba huko kwa mguu. Oh Karembo, mbona usikila wazee? Maisha yana njia mbili, moja salama, moja majonzi. Kaka. Vipi mgonjwa? Kaka, hali yake ni ile unaiona kakangu. Bado hali yake si nzuri. Yuko hivyo kaka. Sasa sijui nifanyeje. Kaka. Naam. Hebu njoo. Sidi, kana mamako hapa kidogo. Kazungumza na babako naye. Sasa kaka, Mbeka. mimi naona ile hali ya shemeji yangu inazidi pole. Ni kweli kama ulivyoiona kaka. Sasa mimi nilikuwa nina wazo. Sijui kama utakubaliana na mimi wazo langu. Kaka, naanzaje kupinga wazo lako endapo utanisaidia? Ulikuwa na wazo gani kwani kakangu? Yuko bwana mmoja ambaye ni mtabibu. Bwana nilimjua kitambo, ambaye anatumia vitabu na dawa za suni katika matibabu yake. Sasa mimi nilikuwa naona itakuwa ni vizuri tumtafute yule bwana ili na yeye aje atusaidie tutibia huyu mgonjwa wetu. Sijui kama wewe uko. Sasa huyo mtibabu anatumia vipimo vya kisasa ama ni madawa tu anakupatia madawa ya asili? Huyu bwana utaalamu wake, yeye ana dawa na anatumia vitabu kusoma, na utabibu wake si ule wa kununua,
Yeye utabibu wake ni kipaji kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Sasa itabidi tupange safari ya mwendo kwenda huko, ama unaweza wasiliana naye akaja mtibia huu mgonjwa hapa nyumbani, maana waione hali yako. Mimi kaka, wacha nirudi nyumbani. Nitafanya juu chini vyovyote vile niwasiliane naye, kisha mimi nitakuletea majibu, ama nitamtuma Changawa aende akamtafute, kisha mimi nitakuletea. Basi kaka, wewe fanya halahala, maana nadhani umeona hali ya mkazama ya shemeji yako vile iko haiko vizuri. Shemeji yako haiko vizuri. Wewe fanya halahala, hata usichelewe. Wewe nenda tu mlete tu majibu hapo. Sawa. Acha mimi nimalizane naye. Acha mimi. Sawa. Sawa. Haya. Oh, Karembo, mbona usikila wazee? Maisha yana njia mbili, moja salama, moja majozi. Changawa, namba. Kuna nini tena? Nilivyokuwa nimetoka malishoni, nimekuja pata vijana wawili hapa na kasichana kamoja. Na kilichompata dadako na mimi nimeondoka akiwa mzima. Baba, alikuwa sawa, hata mimi nimemwacha akiwa sawa. Lakini vile nimeambiwa alidondoka kisimani, ndo akamleta hapa. Karembo mwanangu. Karembo. Karembo. Na wamekueleza sababu ya kukuka? Baba, ni kitu cha kuhuzunisha sana baba. Unamaanisha nini ukisema hivyo? Karembo. Karembo nini Karembo? Usilie baba. Usubiri siku yangu ya kufa ndo mtalia. Sema hivyo Karembo. Bado nataka kujitoa hai Karembo mwanangu. Karembo. Useme hivyo Karembo. Karembo. Karembo mwanangu. Karembo. Oh, Karembo, mbona usikila wazee? Maisha yana njia mbili, moja salama, moja majozi. Vipi, naona mmeniita? Hata sasa hatuja kuita. Sasa kuna nyimbo zetu hapa ndo tulikuwa tunaimba imba. Nyimbo? Nyimbo gani? Kwani unajua kama Kalama ni msanii mkubwa sana hichi kijiji? Msanii? Waishi wapi wewe? Aimba msanii nikusikie. Mapenzi, hebu njoo kidogo tusikie msanii kwa kimba. Ukaacha nikuimbia kidogo. Kalama. Hebu mpe goma baba. Nikamuuliza Rama kama mekuona wenyazu, akanijibu bado. Jana nilimwona Rama, Nikamuuliza
Nisikiaje goma lakini ile? Yote 9, mimi sipendi wasanii. Kwa nini upendo wasanii na ni kipaji na kazi kama kazi zingine? Wasanii wengi hutumia vipaji vyao vibaya. Na umwanicheni ukisema hivyo kazi. Ni bora mtu akamaliza masomo mwanzo kisha akaendekeza usanii. Lakini vijana wengi wanaacha masomo kisa ni usanii. Yaani wazazi wengi wanapoteza pesa zao kusomesha mtoto, lakini mtoto hata hazimo. Akili yote imeenda kwenye usanii. Hivyo wana usanii kitu cha maana kweli? Kazo. Niache. Yaani kumaanisha kukimbia kote lakini hujanipenda. Sio wewe peke yako. Yaani msanii yoyote. Siwezi haribu wakati wangu niwe na mahusiano mtu ambaye hata hayumo, aweze kujikimu kimaisha. Jana nilimwona Rama. Angalia ukimwona baba basi muite mwambie tuko hapa tutamsubiri. Mbona ndio mkali sana hivi? Hata mimi nashangaa. Sijui ameamka na nini leo. Kwani usalimu ulikosea nini wasanii? Anakosa bahati yule. Naona anaikosa pia mimi. Oh Karembo, mbona usikila wazee? Maisha yana njia mbili, moja salama, moja majozi. Dada, nakupenda sana dada yangu. Na hayo mimi ndo nilikuwa nakukanye kila siku. Angalia sasa dada yangu. Yamekukuta aliyokukuta. Inasikitisha sana. Wewe ndo dada yangu wa pekee. Unekutegemea. Angalia sasa dada yangu. Natosha kaka. Na maji yakishamwagika hayazoleki. Kilichobaki sasa ni kusubiri tu muda wangu kuondoka ufike. Na sijui nitakwenda kusema nini mbele ya Mola wangu kwa kufa katika hali kama hii. Dada, usiseme hivyo dada yangu. Chenye kimbaki sasa wewe ufuatilizie dawa. Umeze kwa wakati na pia uache kuwa na mawazo. Alafu pia usio kama wale wengine wasema kuwa sitakufa peke yangu. Dada yangu, wewe sasa mregelee Mwenyezi Mungu, ufanye ibada kwa wingi na pia uwe kama kioo cha jamii, uweze kuhamasisha wenzako wasiwe kama wewe. Yaani wewe uwe kama funzo dada yangu. Uhamasishe wenzako wajirekebishe. Sawa dada yangu? Nakupenda sana dada yangu. Oh, Karembo we, sikiliza ushauri wa wazee. Maisha si mchezo.